Ikiambiwa mpe mtu ushauri wa dhahabu, nitampa ushauri huu. Muombe Mola wako sana akupe realization na ufahamu mkubwa, uelewe mapema ya kwamba mbio za dunia ni mbio za panya na hazina faida yoyote. Na dunia haina future. Kwa sababu anayeifanya dunia ndiyo goli yake. Mungu anasema nitampa na kumpa na kumpa aweze kunisahau mimi. Kwa nini? Tatizo linakuja. Sijakwambia usitafute, sijakwambia uwe nacho. Dunia haitakiwi kuwa kwenye moyo wako, inatakiwa kuwa kwenye akili yako. Dunia inapokuwa kwenye moyo wako ndio tatizo kubwa linapoanzia. Kwa sababu mafanikio yoyote, mali zozote utakazokuwa nazo hazina faida baadaye utakapoondoka hapa, wala hutoulizwa kuhusu hizo. Mungu alimuumba binadamu, akaumba pepo na moto, na akaumba vitu vingine ambavyo havina faida, ndo mali, dunia na vilivyomo ndani yake. Mwanadamu anapokuwa anakosa mali na majumba na nini, hakumzuii yeye kuingia peponi. Binadamu akiendekeza mali na majumba na nini, kunaweza kumfanya yeye akakosa nini? Pepo, na akapata moto. Kwa hiyo, na ndo maana tatizo linakuja, si tumeacha maneno ya kitabu, tunafata mfumo wa binadamu aliotengeneza kwa mafanikio yake yeye mwenyewe. Na ndio maana tukaambiwa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, na usiwatii na kuwafuata wale ambao tumewasahaulisha mioyo yao kuhusu mimi. Usiwafuate. Kwa nini? Manake dunia haina faida. Kwa hiyo muombe Mungu. Unaweza kuja kurealize hiki kitu, lakini kawatule tushapoteza juhudi, wakati na vitu vingi, ukaja kurealize mwisho ambapo umeshachelewa. Muombe Mungu akufanye ufahamu wako uelewe mapema dunia haina future, na ufocus kwenye main goal ya kuja hapa duniani. Kwa sababu tatizo kubwa sana kuwepo kwenye mbio ambazo mwisho wa siku dakika moja unaacha mafanikio yote na utaacha kila kitu na hakina faida na wewe baadaye. Kwa hiyo muombe Mungu.